Mambo vipi mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Bazika Media popote pale ulipo. Huyu ni J Brown. Hii ni Bazika Media. Yes. Kumbuka kwamba ni katika kipindi chetu cha Planet leo. Hatujaacha bado. Tupo pale pale. Ni mtaa kwa mtaa. Nyumba hadi nyuma. Bana leo bana tulishindwa kufika ila mambo yamerahisishwa siku hizi. Unaweza kuingia mtandaoni tu na ukamtafuta mtu na ukamleta pale ulipo. Na ukapiga naye story kama ilivyo kawaida. Yes, bana kama unavyoona nyuma hapo kwenye cover tunaye Zigua Light Star. Yes, Jay Shine. Wenyewe wanamuita Rick Ross. Wamempatia kila aina ya jina. Bana huyu mambo hivi karibuni ameweza kuachia hii album yake. Na ni album ambayo imefanya collaboration nyingi kabisa sijawahi kuona. Tutaenda kuyauliza yote ili tuweze kujua ni kwa nini na ni muda gani ameweza kutumia muda wake, vipi ameweza kutumia muda katika haya mambo. Bana nenda kumtafuta Jay Shine ili tuweze kuongea naye. Yes, baadaye. Oi. Hello, mambo vipi mzee? Safi na kuaje? Kama kawaida nani Jay Shine au? Jay Shine hapa. Aeza gavi hali mzee? Allah Mungu asaidie mheshimiwa huko. Wala iendelea bedi. Sema mwanangu bwana una mashabiki wengi sana. Mimi naona bora tungetumia Kiswahili tu. Kwa sababu na mashabiki wengi sana wanakufuatilia, so na pia Bazika Media tuna mashabiki wengi wanatufuatilia. So inabidi tufuatilie tuongee Kiswahili tu hapa. Unaonaje mwanangu? Inabidi tuchanganye sasa. Fresh haina shida. Bana karibu sana. Leo tupo na wewe hapa ndani ya studio zetu hapa Bazika Media na lengo la sisi kupigia simu ni kuhusu albamu yako ya Zigua Starlight ambayo umeweza kuiachia hivi karibuni. Bana big up sana kwanza kwa kitu kama hicho. Asante sana. Hebu tuma neno moja kwa mashabiki zako wanakusikia sasa hivi na pia tunahitaji useme chochote kile na wajue kweli tunaongea na Jay Shine. Tupe ile intro yako DJ Jay Shine. The King JJ with the OG DJ Jay Shine. Okay. Wazee ni Jay Shine hapa, nishaachia album yangu yenye nyimbo 22, mnaweza mkaistream YouTube inapatikana. So enjoy ni mashabiki zangu. Asante sana. Yes, wewe mpenzi mtazamaji unatufuatilia pale Bazika Media. Kumbuka mimi ni J Brown na hii ni Bazika Media. Hakikisha usisahau kutufollow pale TikTok, kulike na kucomment. Weka comment yako. Leo tunaye mwamba Jay Shine Rick Ross. Bana hebu tuambie tunahitaji kujua kitu kimoja. Ni kitu gani ambacho kilisababisha Jay Shine akaamua kuja na album wakati muda mrefu sana tumemkosa katika game na bila kutupatia vionjo vyovyote vile labda tulitarajia ungekuja na single kwanza alafu ndio kutambulisha album yako. Ni kitu gani kilishawishi Jay Shine kuamua kuja tu na album moja kwa moja kwa muda uliopotea? Kwanza nilikaa kwa muda mrefu sana sijatoa ngoma. Na kwa muda mrefu nimekaa sijatoa ngoma, so nikasema kwa kuwa nimekaa muda mrefu sana mashabiki wamenimisi sana na nikiangalia ngoma zinajaa sana kwenye store. Sasa nikisema nitoe single wanaona kama nitachelewa sana. Sasa nikasema acha nisikusanye nisitupe mtaani. Okay. Jay Shine kama kuna kitu tunahitaji kujua, hii albamu yako bana ina collaboration nyingi sana. 75% yote ni collabo. Nini hiki ama unataka kutuambia nini katika hili? Je, Jay Shine ana upungufu kidogo, pengine alishindwa kuandaa hii albamu akiwa peke yake ili mlazimu kutafuta wasanii wengine? Imekaaje? Unajua kuna nguvu ndani ya watu pia. Na istoshe sijui lakini sijawahi kuona album ya nyimbo karibia 20 inaimbwa na mtu mmoja. Okay. Hakuna kitu kama hicho. Okay. Na utakuwa selfish sana, yani utajitakia mwenyewe. Inabidi kuna wasanii wanataka chance ya kuimba na wewe, kuna wasanii wanataka kusikika kupitia wewe, unaona. So ni kuinuana. Wewe ukimshika mmoja atakuja ataendelea ataenda kumshika mwenziwe, ndo tunainuana hivyo. Lakini sio kwamba ngoma zote nimeimba na watu tu, hapana. Ngoma kama sikose ngoma kama 10 nimeimba mwenyewe, alafu I think 10 zingine kama 12 hivi ndo nimeshirikisha watu. Okay. Ulipotea kwa muda mrefu kwenye game, ulinyamaza sana. So kwa nini labda ukufikiria kuja na EP na ukaamua kuja na album ya nyimbo 20? Huoni hii inaenda kuchosha mashabiki zako kusikiliza nyimbo 20? Sio kitu kidogo kwanza ujue hilo. Unajua EP nishatoaga. EP nishatoa. Lakini sasa album ndo sijatoa, na kwa kuwa nimekaa kwa muda mrefu sana sijatoa ngoma
najua sana hawatachoka kwa sababu kwa ule muda mrefu sana nimekaa. Unajua ingekuwa natoa ngoma back to back afu nikawapa album labda wangechoka, lakini sasa nimewapa kwanza muda ni misi. Alafu sasa ndo nikaja nikamwambia wazee, sio kama tumeacha au tena tumefulia, hapana, uwezo wetu ni huu, chukweni zawadi yenu. Okay. Ilikuwa ni fikra za Jayshine kwamba kuachia album ya ngoma 20 apotee tena, ndo sababu ya kuachia ngoma zote hizo au vipi? Hapana, lengo kuu la hii album, kwanza mashabiki, kwa kuwa nimekaa kwa muda mrefu, niwape kwanza hii album. Alafu sasa ili niweze kufocus kwenye video. Unajua katika ngoma nilikuwa natoaga sana, video ndo nilikuwa sitoi sana upande wa video. Ndio. So nikasema nikitoa hizo ngoma 22 zitanipa muda mrefu sana, watu yani watu watasikiliza kwa muda mrefu sana. Alafu sasa mimi kipindi wanasikiliza hapo, mimi itanipa muda mrefu sana kufocus kwenye video. So kumaanisha kwamba hii album pia inahitaji ije na video zake, right? Yeah, hii album itakuja na machupa yake makali sana. Okay, ni kwa ngoma ngapi labda utazipatia video pengine, na pia katika hizo ngoma kuna collaboration ambazo pia utazipatia video, na ikiwa ndio hivyo, je, umejipangaje katika hili kabla tujaruka mbele, alafu nataka nikurudishe nyuma? Okay, so ingi sana. Kwa sababu sasa hivi tunapoongea kama video 7 hivi zipo tayari. Ndio. Umeona? Hapo ni za kwako wewe mwenyewe? Ni zangu mimi na collabo pia. Okay. Na ni collabo. Lakini pia unajua katika hizo nyimbo baadhi ya watu waliowashirikisha mazingira yao yatashindwa kufanya hiyo video. So tunatafuta kila mbinu, ubunifu fulani tuweze tu kuifanya video kwenye ubora wake. Tukisema tu tuifanye tu kawaida itakuwa ni kitu cha chap chap tu. Lakini sasa tunataka kitu bora zaidi, kiwe na ubunifu zaidi. Ndio maana zingine zitachukua muda, zingine tena zitakuwa haifai au mwingine anazingua, vitu kama hivyo. Lakini video zitatoka nyingi sana. Okay. Jayshine, hii albamu yako ilikuchukua muda gani kuiandaa? Kumbuka kwamba kuandaa nyimbo 20 katika album moja sio mchezo. Ilikuchukua muda gani wewe kuandaa? Kizuri kama nilivyotangulia kusema hapo awali, yani store imejaa, store yangu imejaa ya nyimbo, yani hapo nadhani ni sio hata nusu nilizotoa. Hapo nyimbo zingine zinaweza zikawa ziko na miaka 2, mwaka mmoja, lakini ile kuamua sasa nataka nitoe album, niziwekeweke zote pamoja zenye naona kwamba hizi zinafaa ziende mjini, inachukua kama miezi 3 hivi. Okay. Okay, katika hiyo miezi 3, kwanza nitoe pole hapo na kumradhi kama tutaingilia masuala yako. Kumbuka ni mtu ambaye ulishawahi kupitia katika changamoto fulani, matatizo katika familia pengine, katika maisha yako, na hayo matatizo yanatokeaga katika wanadamu wote. Katika hili kuna story nyingi sana zilizagaa mitandaoni kwa upande mwingine, ila pia ulivyotoa hili cover lako kwamba Zigua Starlight, baadhi ya watu walikuwa wakisema kwamba Jayshine anajaribu kuficha kitu, ili mradi sisi tusijue, tuone kama Jayshine yupo hali Jayshine hayupo. Na ni kweli ulikuwa unapitia matatizo. Huu muda ulikuathiri vipi katika kuandaa wewe album yako hii ya Zigua Starlight? Kipindi napitia hizo changamoto, album tayari ilishakamilika. Okay. Yani mpaka cover linakuja, album tayari ilishakamilika kabisa. Yani ilikuwa full package. Umeona, ilikuwa tu tupo kwenye msululu fulani hivyo jinsi ya kuzitoa zile ngoma. Unajua mambo ya kufanya kama tuseme promotion fulani. Zile promotion sasa ndo zikakutana na hizo changamoto, lakini ngoma kama ngoma zilishakamilika tayari. So hatukuwa hata tunafikiria au tulikuwa tuna mawazo kuhusu ngoma. Okay. Sawa. Mashabiki zako waliweza kukumisi kwa muda huo ambao ulikuwa unapitia changamoto. Baadhi ya watu walikuwa kisambaza maneno sana mtandaoni, bana Jayshine Rick Ross hivi. Kidogo kabla tujarudi katika album, unaweza kutuweka sawa hapo kidogo ili mashabiki nao wajue kwamba alichokuwa nadhania labda pengine kusema kwamba Jayshine matatizo aliyopata nayo ni kwa sababu ya vitu kama hivi. Unaweza kutuweka sawa hapo kidogo, haya matatizo, hizo changamoto ulizopitia, ilikuwa tunaruhusiwa kuzijua kama mashabiki ama turuhusiwi ni za kifamilia zaidi?
Ni masuala kidogo yamekaa kifamili, kiserikali, kifulani hivi. So si vizuri, so vyema zaidi tukiingilia. Okay, asante sana. Changamoto mpaka naongea hapa ni kumaanisha zimeisha na tunaendelea kusukuma gurudumu. Okay. Jayshine, watu wanasema kwamba Jayshine collab zote alizoshirikisha, yani kama kuna kitu ambacho hauwezi kukikosa, wanakipenda sana ni muziki wa Liza. Na Liza tumemwona katika katika ngoma yako, katika albamu yako. Hivi tuambie ni msanii gani ambaye usha moto katika hii kuandaa albamu yako ukaona alikupatia changamoto sana mpaka kupatana naye, kufanya ile kazi kukamilika, ilichukua muda gani na ni changamoto zipi ulizopitia? Tukianza na Liza, unajua mimi msanii yote nikiwa naye na access ambaye tupo karibu, tupo na ule ukaribu, inakuwa ni rahisi zaidi wa kufanya naye kazi, especially akiwa ni msanii ambaye anajielewa, anajua anafanya nini. Okay. So Liza tupo pamoja, tunaishi sehemu, yani state moja, tupo karibu sana, ni majirani pia. So inakuwa na mimi tena niko na studio ipo nyumbani kwangu. So kwake inakuwa ni rahisi zaidi kuibuka tu home tukarekodi, au yeye lazima awepo kwenye hii album. Amenishirikisha I think karibia ngoma kama 3-4. Ndio. Zilizotoka ni 3 I think, na zingine ambazo hazijatoka. Okay. Zipo kabisa. So nikisema sasa yeye mwenzio kukushirikisha kwenye ngoma 3, afu yeye umwache kwenye album yako kubwa kama hii, inakuwa sana uonevu fulani, umeona? Okay. So na yeye tena pia ni mtu ambaye anafanya vizuri zaidi. Okay. So nikasema inabidi kwanza tumchomeke hapa. Okay, alikupatia shida pengine kumpata ni nani? Alionipatia shida kumpata alikuwa ni Samir Kinyulinyuli. Okay. Samir Kinyulinyuli ndo alinipatiaga shida. Alafu sasa unajua sasa hivi kwa vile ni kama ametoka fulani kwenye game, inakuwa yani anakaa kijijini, simu zake mpaka unaokota masimu yake, uko wapi, fanya hivi, aende studio, twende huku, inakuwa ni shida. Okay. Na mwingine ilikuwa sio shida kumpata, alikuwa ni fundi Classic. Okay. Fundi Classic shida sio kumpata, lakini hasa baada ya kurekodi, kwa sababu mara kwanza alirekodi ya Mombasa kwa Diploma 3. Ndio. Sema sasa kuna beat yenye tuliimbia mara ya kwanza hatukuipenda na ile style yetu tuliyoiweka. Tulikuwa tunataka ladha fulani ya kizigua ambayo wazazi wenyewe, kwa sababu nyimbo yetu ilikuwa inalenga wazazi zaidi. So wazazi wenyewe akisikia waelewe ujumbe wetu ni nini. So kwenye kutafuta beat ilibidi sasa tuende mambo ya Tanzania, tafuta beat huyu, tafuta huku mpaka tunakuja kuikamilisha, na inakuwa yani nyimbo moja imepitia karibia maproducer 4. Okay. Yeah. Wewe ni msanii wa rap. Tunao marapa wengi sana ambao tunafanya nao, yani tunawaona katika industry yetu. Kuna Zigua Giant, kuna Chui Dume, kuna Dragon Machine, kuna katika hawa wote mbona hata mmoja tujamuona katika albamu yako? Je, kuna tofauti wowote na hawa wasanii? Hapana, Chui Dume yupo. Chui Dume ngoma yake ile ameingia kwenye Fanyanye remix. Yupo, lakini sasa unajua ile ni nyimbo ya verse yake ni ya kusikiliza ukiwa, sio ya kusikiliza ukiwa under 18. So kuipata kwake mpaka kwanza uende sehemu zingine ukapata link alafu ikupeleke YouTube, lakini ukiingia tu direct YouTube huwezi kuipata nyimbo yake. Lakini ukiingia kama Facebook ukiona ile link yake unaweza ukasikiliza ile nyimbo yake. Lakini sasa nimeweka unleash kuifungia, kwa sababu unajua wazazi sio rahisi kwenda Facebook au Instagram nini, lakini kwenda YouTube ni rahisi. So mtoto akiingia tu YouTube hawezi kuipata. Lakini sasa mpaka akapate kwanza link ndio impeleke kwenye hiyo nyimbo. Ni nyimbo ambao alioimba pengine vitu alivyoimba vipo nje ya maadili ya industry yetu au vipi? Yeah, ni hivyo. Okay, kama ilikuwa hivyo, kwa nini kulikuwa na ulazima wote wa kuposti ngoma yake? Unajua na mtu pia inabidi uangalie ametumia muda wake, pia amekuheshimu. Hasa ungemtoa pia ingekuja upande kama huu, au watu unachuki nao mmekaizana vipi, umeona? Lakini sasa
ametumia muda wake, amekuheshimu, umenipa beat, umenipa kila kitu, wacha nikapige chorus. Nikapige verse. Sasa verse ilipokuja ikatokea vile. Kwa sababu mara kwanza nilimshauri katika haya maneno uliyoweka, maneno mengine ukumbushe inabidi tuyabinye. Ndio. Umeona? Lakini sasa mwenyewe akasema hapana, mimi nataka yawe hivyo hivyo. Okay. Nifanyie lisani yani yaingie hivyo hivyo hayo maneno. Basi nikamwambia fresh kwa sababu ile ngoma tayari ishaka full song tayari nimeipiga mwenyewe. Umeona? Lakini sasa kwa kuwa iko remix tu peke yake nikamwambia basi haina shida, weka kwenye remix. Watu wasikilize, mwenye anataka hii ngoma asikilize ile vision ambao mtu yoyote anaweza kusikiliza. Lakini hii sasa tutaifungia kiasi mtu akitaka kusikiliza, sasa anataka kusikiliza maneno kama anaenda mwenyewe bila kutumwa na mtu. Okay. Hapo unaona kama like auoni kama hujamtendea haki Chidume? Kivipi? Kwa kufungia ngoma yake, kwa sababu naye pia ni msanii, umemshirikisha katika albamu yako. So ukaenda kuifungia ngoma yake, kufungia kazi yake, ukaacha zingine. Uoni kama hujamtendea haki? Sio kuifungia kwamba haipo. But zingine zote tukienda pale YouTube tunazipata, waje kwake tusiende kuipata moja kwa moja. Kwa sababu ipo nje ya maadili ya muziki tunaoufanya. Umeona? Ulikuwa na ulazima wowote wa wewe kuiposti hiyo ngoma? Na je, kama kulikuwa na huo ulazima kuona kwamba ametumia muda wake, nisikilize, kama kulikuwa na ulazima huo yeye kutumia muda wake, au hakukuwa na njia yoyote pengine labda kwenda kurekodi tena upya kubadilisha yale maneno ili tuje tumpate Chidume, tupate ladha ya Chidume kama tunavyopata ladha zingine kwa huko katika hii albamu yako? Ndio maana nimekuambia mara ya kwanza nimemshauri, jamaa akasema sio tu kurekodi nyingine, yani yale maneno tuyajaribu kuyabinya. Umeona, tuyafinye. Unajua kwenye music au kwenye mixing kuna namna fulani maneno unaweza kuyaficha. Au tena beat linazima fulani au maneno yanatolewa. Tufanye hivyo, kakataa akasema nataka yaende kama hivyo. Umeona? Sasa kwa kuwa mwenyewe kapendekeza hivyo, kamwambia basi sawa, lakini sasa hii nyimbo inabidi tuweke miaka 18 kuendelea ndo wasikilize. Okay. Lakini ukiwa mtoto usisikilize. Okay. Why hatukumwona Dragon, hatukumwona Zigua Giant? Una tofauti na hao wasanii? Hakuna tofauti, lakini sasa collab zingekuwa nyingi zaidi. Kwa sababu sasa hivi yenyewe tayari I think ni ngoma kama 10-12 hivi zipo collab sasa. Sasa ningeunganisha watu wengine zaidi, ingekuwa watu wengi zaidi, collab zingekuwa nyingi zaidi. Okay. Tunarudi hapo, kuna maneno yamekuwa kizagaa mtandaoni.